Karibu, leo tutaangalia kuhusiana na computer programming. Computer programming hizi ni language ambazo tunaweza communicate na computer. Kama tunataka tuongee na computer, kuna programming language nyingi ambazo tunakuwa tunazitumia, lakini moja kati ya language ambayo tutaanza kuiangalia ya kwanza ni C++. Kwa hiyo tutaisoma C++, introduction yake, object oriented programming na vitu vingi ambavyo vinakuwa vinahusiana na C++. Kwa hiyo what are the uses? Kwa hizi ni miongoni mwa uses za C++. Kwa hiyo C++ inakuwa inatumika kwenye game development. Kwa hiyo kama tunataka tutengeneze game, tunakuwa tunatumia C++. Na tunaitumia kwenye game kwa sababu ni very fast. Kwamba ni language ambayo inakuwa ina speed kubwa sana. Kwa kama tunataka kile kitu ambacho kina happen katika real time, muda huo sekunde zinakuwa ni chache sana za kudelay, sekunde zinakuwa chache sana kwamba tukio linaweza kana fanyika, tunakuwa tunaitumia hii C++. Kwa kwenye game development, game language ambayo unakuwa unatumia kutengeneza game ni C++. Lakini pia kwenye operating systems. Kwa hiyo operating systems kwa mfano Linux, kama nyingi sana wameitumia ni C, lakini unasema hamna utofauti sana mkubwa sana wa C na C++, isipokuwa ni kuna class. Kwa unakuta kodi nyingi ambazo unaweza kuziandika kwenye C++ the same zinafanana tu na kwenye C, lakini C++ ni kuna vitu ambavyo vinakuwa vimeongezeka na kwamba vimeongezeka kwenye C. Kwa embedded systems, hizi ni vifaa ambavyo unakuwa unatumia kama nataka labda kuna kifaa unakuwa unakitengeneza IoT, kuna program ambayo unakuwa unaitengeneza ambayo inakuwa ina run, kwa mfano labda kwenye benki inakuwa ina count hela, kwa mfano labda kwenye shamba lako nalo, lakini kuna kifaa ambacho unakuwa unakifunga pale katika kucontrol, kumonitor labda plants, tunakuwa tunatumia C++. Language ambayo tunakuwa tunaitumia ni C++. Kwa hiyo kwenye embedded system na IoT tunakuwa tunaitumia C++. Kuna vitu vile ambavyo tunataka tuweze kuelewa. Kuna computer language na hii C++ inakuwa katika kategori gani. Kwa tunasema kwamba computer language mara nyingi sana inakuwa inaelewa ones and zeros. Kwa hiyo yenyewe namna ambayo computer inakuwa ina works kwenye 1 na 0. Kwa hiyo yenyewe tunasema ni switch, ni transistors ambayo inakuwa iko ndani. Kwa hiyo inaweza kana operate kwenye 1 au kwenye 0. 1 inamaanisha on na 0 inakuwa inamaanisha off. Kwa hiyo ndo computers language ambayo inakuwa ipo ndani kabisa. Sasa nakuja kuona kwamba C++ yenyewe tunasema ni high level, ambapo tunaweza tukaziona hii diagram yetu hii kwamba hapa ndo kuna hardware, kwa unaweza kuwa kuna ka chip chako au ka microprocessor chako, lakini juu kabisa kuna machine language, ambapo machine language ni ones and zeros, kwa ni 1 na 0. Lakini juu ya machine language ambayo ni 1 na 0, kwa tunatumia assembly language. Then juu ya assembly language kuna hii ambayo ndo high level language. Kwa high level language tunasema miongoni mwa ndo C++. Tunasema kwamba ili uweze kucompile, ili uweze kubadilisha kutoka kwenye high level language kwenda kwenye machine language, tunakuwa tunatumia compiler. Kwa hiyo uweze ukaiandika tu hivi C++ ikawa ina run, lazima uibadilishe, lazima uiconvert. Kwa kwenye kuiconvert C++, tunakuwa tunatumia compilers, ambao kwenye Windows mara nyingi sana tunaweza kutumia code block au dev C++, ambao mara nyingi sana nitakuwa naitumia dev, au unaweza kutumia pia code block whatever the case, au unaweza kutumia Visual Code Studio. Kwa hiyo hizi kazi yake kubwa sana ni kwenye kubadilisha, zinabadilisha ile high level language ambayo tumeiona hapa, kwamba hii language ambayo ni C++ kwenda kwenye machine language ambayo kwenda kwenye lugha ya 1 na 0. Kwa hiyo tutakuwa tunaitumia hii compiler. Kwa hiyo unaweza download hizo, then tunaweza tukaanza somo letu la C++. Kwa hiyo kwa mfano ukifungua dev ndio inakuwa inaonekana namna ile pale. Kwa kama ukitaka utengeneze file, unakuja kwenye file, then kuna new. Then new tunaenda kwenye source. Kwa ni file, tuna click file new, then tunaenda kwenye source. Kwa hiyo hapa ndo tunaweza tukaanza kuandika line zetu. Kwa hiyo namna ambayo tunakuwa tunaandika, tunaweza tukaandika /, tuna include iostream,
Kwa hapa tunachoenda kufanya ni kwamba kuna folder ambalo linakuwa lina kwenye zile input na output. Kama tukitaka tu display au tukitaka tutumie kutoka kwa taarifa kutoka kwa user, kama kuna kitu labda mtu anaweza kaa anakiandika, mara nyingi sana ile file zile kodi ambazo tukawa tunaandika maneno tukawa tunaandika, mara nyingi sana inakuwa inatambuliwa na hii IO stream. Kwa hiyo stream mara nyingi sana inakuwa ina stand for IO ni input na output stream. Kwa ni file ambalo lazima tuliandike kwa sababu ya zile input na nani na output. Kwa hiyo tutakuja kuelezana zaidi inakuaje. Then kuna words ambazo tunaweza kuwa tunaitumia ambapo tunasema ni using namespace std. Namespace std. Kwa hapa kwa tunatumia namespace. Kwa namespace again ni folder ambalo linakuwa linatambua kwamba maneno ambayo tukiandika humu ndani yanakuwaje. Kwa mfano kwenye cout scene ambayo tutaziona nyingi sana zinakuwa zinatambuliwa na hili neno using namespace std. Lakini sometimes tunaweza tukaliweka kwa kodi ndogo, tunaweza tukaziweka ambazo kodi zetu zinakuwa sio kubwa sana, lakini kwenye kodi ambazo zinakuwa ni nyingi sana tunakuwa tuna exclude. Then kuna function hapo tutakuja kuisoma vizuri ambayo ni int main. Kwa tunabonyeza int main ambayo ni integers then main, yani huko ndani mabano yetu haya na hizi curly brackets zetu. Kwa hiyo hii ndo namna muonekano ambapo wa C++ utakuwa unaonekana. Kwa hiyo tukiwa tunaandika sana tutakuwa tunaandika hivi. Lakini kwenye line namba 3 not necessary. Kwa hiyo tunaweza tukaiweka au tunaweza tusiiweke. Kwa hiyo inakuwa inategemea, lakini kwa mfano kodi zetu zikiwa nyingi sana hii namba 3 tunakuwa tuna exclude. Utaona namna alternative yake inakuaje. Kwa hiyo int main ni integers ambapo tutaiona vizuri inakuaje. Main ni jina, lakini tunasema yote ni function. Kwa hiyo ndani humu tunakuwa tunaandika kodi zetu. Kama tukitaka tuandike kodi zetu, mara nyingi sana tunakuwa tunatumia huko inside int main. Basi kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukaa tuna kidisplay au tunakuwa tunakionyesha, tunaweza print let's say hello world. Kwa hiyo tunaweza display tukakana na display, then tunakuwa tunatumia less than sign. Kwa mfano tunataka tu display hello world, tunakuwa tunatumia cout. Kwa cout ni katika namna ya ku output kama inakuwa inaonyesha, then tunakuwa tunatumia less than sign mbili. Kwa tunakuwa tunatumia ndogo kuliko na ndogo kuliko, then baada hapo tunaweka zile quotations, funga sehemu na fungua sehemu. Form ndani tunaandika maneno yote ambayo nataka uweze kuyaona. Kwa mfano let's say hello world, then tunakuwa tuna terminate. Kwa hiyo always program yetu tukiwa tunaimaliza, maana sana tunaweka hizo semicolons. Basi then baada hapo tunakuja kwenye hii ambayo sehemu hii hapa tunakuwa tuna compile, au inakuwa ni F9 unaweza kaibonyeza. Kwa hiyo kicompile kama kuna errors hiyo tunaweza ka save kwanza, tunaweza save let's say this is the first program, unaweza kaandika labda first, lakini tunasema kwamba ukiandika jina ambapo unaweza kaandika jina lolote, mara nyingi sana tunakuwa tunaweka .c++. Kwa kama ni file yetu ni la C, mara nyingi sana tunakuwa tunaweka .c++. Then baada hapo tukicompile ndio inakuwa ina compile, then huko chini inakuwa inatupa taarifa kwamba kama kuna errors au kama hamna errors. Kwa hiyo hamna errors, hamna warning, kwa hiyo tunaweza tukarun. Kwa hiyo unaweza kaja hii screen ika display kitu ambacho tunakuwa tumekiandika. Kwa hiyo hello world inakuwa inaonekana hapo. Kwa hiyo hiyo ndo first program ambayo tunaweza tukaiandika. Kama tunataka tu display kitu kingine pia tunaweza ka display tena, kwa mfano cout. Kwa cout mara nyingi sana inakuwa inatumika katika ku display. Kwa cout karibu, let's karibu kujifunza C++. Kwa tunaweza tukaweka ending then tukarun, lakini kitakachokuja kutokea ni kwamba hapa hizi maneno yanakuwa na intersect, ni kwamba itakuwa ni neno moja, kwamba hii hello world na karibu kujifunza C++ itakuwa ni moja. Kwa hiyo tunaweza kucompile, hamna errors, hamna, tunaweza tukarun. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna hello worlds inakuja kuonekana hapa, lakini kuna karibu kujifunza C++. Kwa hiyo tukitaka tukate mistari hiyo miwili, mara nyingi sana tunakuwa tunatumia n/n. Kwa hiyo mara nyingi sana inakuwa ni inamaanisha ni end of the line. Neno hili mara nyingi sana napokuwa inamaanisha kwamba ni end of the line. Kwa hiyo tukicompile na Qur'an ambapo tunaweza kutumia hichi cha tatu hichi, unakuja kuona kwamba tuna two lines ambazo tunakuwa tumezipata. Kwa hiyo hello world pamoja na karibu kujifunza C++. Kwa hiyo inakuwa katika namna hiyo. Kwa hiyo katika namna ya kudisplay mara nyingi sana tunakuwa tunazitumia cout. Lakini kuna kitu kinaitwa let's say comment. Kwa mfano labda kuna kodi yako unataka uandike maelezo, ambayo maelezo hata kama ukirani inakuwa hayafanyi kazi, mara nyingi sana tunakuwa tunatumia comments. Kwa comment kama ni single line unaweza kaandika hapa, unakuwa unatumia hizi /2. Kwa hizo zinakuwa ni comment. Kwa hapo unaweza kaandika chochote. Kwa let's say pindi la C++. Kwa hiyo inakuwa hiyo haina shida. Kwa hata kama ukirani
ukirun lesi na compile nakuta ile kitu hakiwezi kuonekana. Kwa maana hata kama tukitaka tufute hisi au hello world isionekane, tunakuwa tunatumia comment. Kwa unakuta ukirun again unaweza kaa lile neno lako halionekane. Kwa hiyo karibu tu ni karibu kujifunza C++. The same kwa huyu ukitaka ucomment pia ambacho kisionekane chochote, tunakuwa tunatumia // Kwa hiyo ukirun umeona kwamba ni nothing, kwa maana kinacho display, kwa sababu zote zile zinakuwa ni comment.